Halo, Ndio, ndio. ya nakusikia. Sawa, nashukuru bwana. Ya, niambie Gabriel. Ah, nashukuru bwana. Kwanza nafurahi kukuona. Yeah. Wanasemaje kwanza huko pande za Norway? Ya, huku wazima, hatujambo kabisa. Nchi za Namalizia magharibi. malizia Sam. Yes. Wewe uko Mimi nilikuwa wapi? sijui maana ya neno magharibi mpaka nilivyofika huko ndio nikajua kwamba neno magharibi maana yake nini, kwamba jua linachelewa kuzama. Ya. Eh, Mimi mwenyewe basi leo nimejifunza kitu. kumbe. Nilikuwa sijajua. Aisee, nashukuru sana. Yes. Yeah. Wewe uko wapi? Mimi kwa sasa hivi niko Ujerumani. Nipo kuna mji Okay. mdogo unaitwa Kassel, mji mdogo tu. Okay. Yeah, Yeah. na natamani Ah, sana ni kufika huko. huku. Eh, Huku karibu, sio mbali bwana kutoka hapa. ni kweli. Yeah. Sawa sawa. It's not far. Maybe Mm, Angalia uangalia hiyo castle iko wapi? mm, Iko karibu na Luxembourg. yeah. Okay. Ko okay. Ni kama south, almost France. Okay. Southwest German or west. Kassel ipo Central. Ipo Germany, sio kwa Ujerumani, ni kama west karibu na, kama unaenda, naona uko karibu na Frankfurt na Yes. Cologne Yeah, na Mannheim. yeah. Yes, lakini karibu zaidi na Luxembourg naona. Okay. Yeah. Mimi hata sijafuatilia hizo ramani hizo. Mna nilikuwa curious tu hiyo iko wapi. Okay. So Sawa. utafanya nini huko? Mimi nilikuja bwana, kuna visa moja inaitwa chance carte ndo ambayo nimeitumia kuja huko. Okay. Ambayo inakuruhusu wewe kufanya chochote unachotaka, labda ni kusoma, kama ni kusoma lugha, kutafuta kazi, ni hivyo. Okay. Ya kwa ufupi ni Ah, ya, sijai kuisikia hiyo. yani ni kama wanaita skilled labor Chance, visa, inaitwa chance? chance carte, au Chance and cut. Kwa Kiingereza ni wanaita opportunity visa. Oh, I see. So this is ni Deutsch, ni Kijerumani. Ya hiyo ni Deutsch. Ah, okay. Hongera bwana. Asante, hongera na wewe pia. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Yes. Okay, kwa kuanza labda ni kukaribishe. Mimi kwa majina naitwa Gabriel Nelson Machechi, ni mkereketwa pia upande wa elimu, kwa sababu nimeona faida zake kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa heshima na kwa watazamaji wengine ambao watakuja kupata nafasi kuifuatilia hiki kipindi chetu, labda ni kupe nasaa sasa ujitambulishe kwamba wewe ni nani, unafanya nini kwa sasa, au uko wapi na vitu kama hivyo. Nashukuru bwana Gabriel. Kwa majina naitwa Dr. Zawadi Mdoe na naishi Norway kwa sasa, nipo Oslo. Na mimi pia ni mdau wa elimu of course. Hamjawahi kusikia hivyo, lakini namiliki shule actually pale Morogoro, ya shule ya msingi. So na naendelea pia ku inspire watu kupitia kuelimisha vijana, watoto wadogo. Ndio. Lakini nachokifanya kwa sasa personally, mimi ni mhandisi, mhandisi wa mambo ya automation, japokuwa nilisoma
uhandisi wa chemical engineering. Nilisoma University of Dar es Salaam kuanzia 2013 mpaka 16. Masters kaja kusoma Norway kuanzia 2017 mpaka 19. Maliza nikaendelea na PhD ya miaka 4 mpaka 2023. Pale nikaendelea kufanya, nilikuwa nafundisha na pia kama PhD, mwanafunzi wa PhD pale chuo cha Norwegian University of Science and Technology ambacho pia nilisoma masters. Then nikawa nimepata kazi kama mhandisi kwenye kampuni ya ABB. Tunashughulika na kuangalia hizi process za mafuta na gesi katika Europe ili kuzifanya ziwe bora, na kwa kupitia kujua ujuzi wa uchakataji, process engineering and chemical engineering, na kutumia zile automation systems. So kwa kifupi ndio hivyo. Okay. Kwa hiyo bado upo kwenye field yako lakini upo kwenye upande wa automation. Yes, kwa sababu chemical engineering ina mambo mengi. Ni very diverse. Kwenye chemical engineering unaweza kufanya vitu vingi sana, na kitu kimoja hapo ni kwa sababu unakuwa na ujuzi wa processes nyingi, mifumo mingi, basi unaingia kwenye field moja inaitwa systems engineering, ambayo ni uhandisi wa mifumo. So ukishajua uhandisi wa mifumo ile, ukishakuwa na ule ujuzi wa kuitambua mifumo ilivyo, basi unaweza kwa namna moja ya nyingine ukatumia applied mathematics na automation systems ili kuzifanya ule mfumo wote, kwa sababu mfumo una vitu vingi, una mechanics, una electrical, una upande wa process wenyewe na automation. Sasa vyote vile vina integrate vipi ili kuweza kuhakikisha unakuwa una faida, una operate katika faida. Okay. So kuna level mbalimbali, lakini kwa sasa nipo kwenye ABB kwa ajili ya ni service company ambayo na wateja wetu wengi ni watu wenye asset hizo za mafuta na gesi, na sisi tunakuwa tuna deal nao katika kuhakikisha wanafaidika bila kuweka investment yoyote ya kuongeza kifaa wala nini. Tunakuwa tunajaribu kusiseti zile automation system zao zote in a way ambayo inakuwa ina operate, inaendeshwa katika namna ya kupata faida. Okay. Yes. So okay. Kwa kifupi ndio hivyo. Sawa, mimi nashukuru kwa utambulisho wako. Labda nikurudishe nyuma kidogo. Mimi binafsi nakufahamu, maana nilikuwa nafuatilia. Ulikuwa miongoni mwa wanafunzi bora kwa maana zile Tanzania 1. Nadhani ulikuwa mwanafunzi bora upande wa science kama sikosei, kwa mwaka ule wa 2012 form 6. Ni kweli. Ilikuwaje? Ulipata vipi? Yani masomo yako ulifaulu kwa kiwango gani? Pamoja na hayo, wewe binafsi ungependa watu wakukumbuke nini zaidi kwenye hayo matokeo ya 2012 hayo ya advance? Ni muda kidogo umepita. Kwa kweli, lakini ilikuwa 2012. Mi nilikuwa mwanafunzi bora kwa sayansi. Not actually bora, nilikuwa wa pili, lakini nilikuwa mwanafunzi bora kwa wavulana kwa ujumla. Okay. Yes. Nakumbuka mwanafunzi bora alikuwa ni mdada mmoja anaitwa Faith Asenga. Ambaye naye tulikuwa wote UD
nilikuwa Okay. nasoma telecommunications. Yeah. Kwa upande wangu mimi hapa nilivyofaulu, wote tulikuwa mimi nilikuwa na division 1 ya tatu, na Mm. kipindi kile zilikuwa ziko nne. Okay. Kwa mtu wa kwanza hadi wa nne alikuwa na division 1 ya tatu na wote walikuwa wanasoma PCM. Okay. So kipindi namaliza mimi, um, hazikuwa nyingi sana hizi division 1 ya tatu. Yeah. Naona siku hizi vijana wako vizuri. Yeah. Nadhani pia changamoto iliyokuwepo kipindi kile pia ni naona sasa hivi kwa sababu ya sayansi na teknolojia na kujua mifumo ya yani kupata hizi materials na kufundisha unazidi Mm. kuwa mzuri. Kwa hiyo Mm. wanafunzi wanapata information na wanaweza kujifunza vitu kwa haraka zaidi. Mm. Kwa changamoto kubwa kipindi kile ilikuwa kwanza, ukitegemea Mm. walimu, Mm. inategemea na shule unayoenda. Mimi nilibahatika kusoma shule ya Feza Boys, Ndio. na kipindi nasoma pale nilikuwa nimepata scholarship kusoma pale. Mm. So kwa kuna ile pressure kwamba wewe unaweza, yani ni wewe mtu anakupa scholarship anategemea kitu fulani, Yeah. unaona kwamba utangaze shule. So Mm. kuna expectation. So kwa upande wangu mimi hapa nilikuwa naweka bidii yangu mwenyewe sana sana, Mm. na of course kwa kuna walimu wazuri ambao Mm. walikuwa wanatufundisha. Nilikuwa najitahidi sana kuwa na muda wangu mwenyewe wa kujisomea mzuri, Mm. na pia nilikuwa ni mtu ambaye napenda kushirikiana na wenzangu katika kusoma. Kwa hiyo tulikuwa Mm. tunasoma pale, tunafundishana, Mm. kwa hiyo kusema kweli, ilikuwa ni ndoto yangu kuwa mmoja wa wanafunzi bora, Hongera. na ilivyotokea of course ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kina furaha sana kwa upande wangu na kwa wazazi Mm. wangu Mm. na familia yangu. Lakini hata kwa watu ambao walikuwa wananifahamu, kwa sababu wa jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya pamoja, tunasoma pamoja, Mm. walikuwa pia wana furaha. Kwa hiyo Mm. kwa mimi hapa nadhani ninavyokumbuka ile story yote, it was ni wakati mwingine ilikuwa ni lazima uwe na ile competition, of course, mwenyewe drive, Mm. motivation Mm. na hard work, lakini nakumbuka sana sana ilikuwa na focus kwenye kujaribu kuelewa vitu kwenye msingi, yani sio kukariri wala sio kujaribu kujibu mitihani na Mm. kufaulu kwa kupitia kujibu mitihani. Mm. Kwa hata wengi ambao nilikuwa nasoma nao au tulikuwa tunajaribu kusoma nao, tulikuwa na challenge namna ya yani from the fundamental, hiki kitu ni nini au hiki kitu Mm. kinaanzia wapi. Yeah. So hiyo ndio ilikuwa siri yangu kubwa, na Mm. mpaka leo yani hiyo background nimeichukua Mm. mpaka chuoni, mpaka nifika hata nikiwa Mm. kazini ninapojifunza kitu. Mm. Siku hizi sio unaweza ukaingia kwenye AI ukatype ikaja, Yeah. lakini na ukawa uko sahihi tu, lakini natakiwa ujue what's the source, Mm. na what's the thinking behind it. Yeah. Kwa hiyo that is what I remember. Mm. Na nilijifunza namna ya kujifunza wakati na Okay. kuanzia nikiwa A level. Mm. Okay. Okay, Yes. umesema umesoma Feza Boys. Ni miongoni mwa shule bora toka miaka hiyo mpaka hivi sasa. Sidhani kama ubora wake umeisha. Vipi Ndio. kuhusu kuanzia labda primary O level na yenyewe ilikuwaje? Ulisoma pia Feza au ilikuwaje? Primary mimi nilisoma shule ilikuwa ni English medium. So kwa pale Morogoro, mimi ni mkazi wa Morogoro au nimekulia Okay. Morogoro. Mm. Kuna shule moja inaitwa Nguzo Primary School, mpaka sasa Mm. hivi ipo. Ni Mm. shule ambayo kipindi kile ilikuwa ni shule maarufu, Mm. English medium. Mm. Lakini kipindi niko pale pia nilikuwa na perform vizuri, ila sikuwahi kuwa na ndoto za kuwa mwanafunzi bora Mm. wala kuja kufanya kazi ninayofanya sasa hivi leo. Okay. Ila
kusema ukweli, unajua primary huwezi ukapima sana, lakini nilikuwa pia ninatamani kufanya vizuri. Yeah. Yeah, ni kitu ambacho nilikuwa nacho, na nilikuwa nakuwa katika top students wa kwanza all through the way mpaka nikifika darasa la saba. Mm. So ni kitu ambacho eh, yani nilikuwa nimezoea kuwa Mm. mwanafunzi bora, yeah, kwa pale shuleni. Mm. Lakini ninapokuja kwenye mtihani wa taifa darasa la saba, of course nilifanya Mm. kawaida, nilifaulu, Mm. lakini sikuchaguliwa kwenye shule ambayo ni ya kipaji wala nini. Kulikuwa kuna shule za kipaji, so Mm. yeah, sikuwa na expectation, nikawa naona kama mimi ni labda tu okay, nitaperform darasani, lakini Mm. yeah, maybe ni ndoto kubwa kuwa mwanafunzi bora. Mm. Lakini nilipofika sekondari O level nilisoma Msowa Secondary School. Hiyo ni shule ya mission, Mm. iko Morogoro, Mm. wilaya ya Kilosa. Mm. Na pale ilikuwa ni boarding school, Mm. so yeah, kulikuwa kuna competition pia. Unaona kwamba watu sasa wanashaanza kujielewa. Kwa hiyo fika Mm. form 1 pale, mi bado nipo na akili zangu za primary, nikawa sijielewi. Okay, nikaona kwamba this is eh, kwa sababu kulikuwa kuna watu ambao wako vizuri. Okay, unakubali kwamba okay, mimi hapa maybe nitakuwa kwenye maybe top 10 students, wasema Mm. yeah, unakuwa una dream hiyo. Lakini kuna anko wangu mmoja alinichallenge siku moja, akaniambia kwa nini unakubali kuwa labda wa 10 au wa 11, unaweza ukawa beta mbona Mm. ulikuwa unafanya vizuri kule, kwani sasa hivi kuna tofauti gani? Yeah. So mimi sikuwa mtu ambaye kipindi kile nilikuwa na effort ya kusoma sana kusema ukweli, lakini Mm. yeah, nilichukulia ile kwa uzito. Nilipoingia form 2 nikawa niko motivated kufanya vizuri zaidi. Ndio. But nadhani masomo yanavyoendelea kuendelea form 2, form 3, form 4, Mm. sasa mimi nilikuwa natamani sana kujua vitu, kujifunza wakati ninavyojifunza, yani kujifunza why, kujifunza behind. Mm. Kwa hiyo jinsi ile complexity inavyoongezeka, niliona Mm. kama kuna difference kubwa, kwa sababu wale ambao walikuwa wanafanya vizuri ni kwa form 1 Mm. walikuwa labda pengine wanashindwa kucope, kwa sababu lazima wajue namna ya yani kuelewa ile mpaka kufikia kwenye labda topic fulani, Yeah. kuijua topic fulani lazima kuwe kuna some logic behind, umeona. So na nilikuwa nafanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi, na difference ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa inanisaidia nikaishia kuwa mtu wa kwanza kuanzia Mm. form 2 Mm. mpaka form 4. Na Okay. nilipomaliza pale nilikuwa the best student wakati na graduate kwa pale shuleni. Okay. Ila matokeo ya form 4 alipofika, nilipata division 1 ya 10. Mm. Nilikuwa na A kwenye physics, chemistry, mathematics, na I don't remember, the other one was maybe agriculture, I'm not sure, but nilikuwa Mm. nasoma agriculture nakumbuka. Okay. Yeah, kwa hiyo nilikuwa na expectation maybe nitapata 1 ya 7, lakini Mm. okay, ilipotokea nikasema okay, maybe mimi ni vile vile, kwa sababu primary so unajua sikuwa nimefaulu mtihani wa taifa. Kwa hiyo nikasema Mm. okay, then nilipofika A level na baada ya kupata ile scholarship, Mm. basi nikaona maybe sasa there are people ambao, kwa sababu nilipofanya ile interview kwenda Feza, waliona Mm. kwamba niko vizuri sana kwenye masomo ya science. Kwa hiyo Mm. kwa sababu na pia nilikuwa na focus kwenye masomo ya science, sasa niko kwenye combination PCM. Mm. Ilikuwa hata mimi nilienjoy sana nilipokuwa kipindi cha A level, kwa sababu yeah, kusema kweli nilikuwa siko vizuri sana kwenye masomo ya arts, Mm. japokuwa nilikuwa nayapenda, lakini pengine Mm. sikuwa na uwezo sana katika kuyajibu mitihani yake, I Mm. think. So nilipofika A level, yeah, it was, siku zilivyokuwa zinaenda, I felt like okay, now I can do it. Nakumbuka pia especially wakati nipo A level, Mm. kabla hatujafanya mtihani wa taifa, maybe 5 months before, ilikuwa 2011, Mm. nilichaguliwa kwenda kwenye mashindano ya
wanafunzi wa sayansi ya kimataifa Nigeria, Okay. na kulikuwa kuna nchi kama 18 zingine Mm. za Afrika, na kulikuwa kuna nchi kama Uturuki na ya, nchi kama tatu hizo nchi za nje ya Afrika, and Ulikuwa tulikuwa peke tunafanya yako au ulikuwa na na wenzako? uh, tulikuwa na wengine, tulikuwa Mm. na Evans Lwanga nilikuwa nasoma naye, na Fatih Rajab, yeye sasa hivi yuko Marekani. Fatih Evans Lwanga naye alikuwa TO mwaka form 4 mwaka 2010 tulivyomaliza sisi. Okay. Alikuwa naye moja top 10 students, Mm. yeah, alipata gawani ya 7, Mm. so tulikuwa naye Fedha tena aliendelea pale, maana alisomaga Fedha, Mm. na tukaenda naye kule sasa Nigeria. Okay. Na Fatih alikuwa pia ni mwanafunzi alisomaga Zanzibar, Yeah. na he's very good, na naye ana PhD sasa hivi. Kwa samahani, inabidi mwite Dr. Rajab. Okay. Dr. Rajab yeye anafanya kazi Marekani sasa hivi kwenye Okay. chuo kimoja huko Marekani. Okay. So tulienda kule na tulifanikiwa kuja na medali, na mimi nilifanikiwa kuwa the best student overall kwa sababu tunafanya masomo Okay. 5. Yeah. Wow. Okay. Mathematics, chemistry, physics, biology. Japokuwa biology nilikuwa sifanye, lakini lazima ufanye mtihani, nilikuwa Okay. sisome, na computer. Eh. So na computer nilikuwa tusome. Kwa hiyo ulikuwa unachagua somo moja ambalo una master, ambao Mm. unawania gold, Mm. silver au bronze, alafu matokeo yale ya jumla yote nayo yanajumuisha, unapata platinum medal. So nilipata Mm. medali 2, platinum na gold. Okay. So ile inipa confidence sana kwamba okay, kumbe naweza, because kama nimeenda kufanya mitihani ya kimataifa ambao ni Mm. migumu, basi why not mitihani ya taifa. So ilinipa confidence, na niliposikia kwamba nimekuwa mwanafunzi bora, Mm. yeah, niliona kweli ndoto yangu imetimia, na it was something ambacho nikasema okay, maybe nilikuwa naji underestimate before. Yeah. Yeah. Okay. Kwa hiyo ndo story kwa kifupi. Nadhani muda hatuna sana labda, lakini yeah, if Ni there is story tamu anything sana. you want to Ni story clarify, tamu. niambie tu. Okay. Kwa hiyo maana yake kwa Tanzania wawakilishi mlikuwa watatu tu au mlikuwa Yeah, tulikuwa wangapi? tumetoka Fedha Okay. wote. Yeah, Okay. so haikuwa kwa sababu ilikuwa ni Mm. nadhani ilikuwa ni imeandaliwa na chuo kimoja cha Kituruki kiko Nigeria. Kwa hiyo walikuwa wana sister schools ambazo wanajua watapata wapi vipaji, so then Ah, wanachukua sasa. okay. So but wale wanafunzi pia wengine walikuwa ni wazuri kutoka Mm. kwenye hizo, na wengine walikuwa na compete kwenye other olympiads tofauti tofauti, Okay. achana na hizo, yeah. Okay. Kwa hiyo kuna watu ambao wako vizuri kwenye hesabu, unaona wako vizuri kwenye physics, yani Mm. hivyo, na Sawa sawa. yeah. So kwa kifupi tu, yeah, ilikuwa ni sikutegemea kufanya Okay. vile, lakini it's something ambacho kilinifanya ni realize okay, maybe I was underestimating myself. So Mm. kwa hiyo Mm. yeah, kwa sababu kipindi chote iko naona kwamba okay, maybe nafanya vizuri, lakini mimi Sio sio bora. sio bora. Yes, yeah, yes. Ni kitu gani kinachokufanya kwamba wewe unafanya vizuri lakini unajiona wewe sio bora? Ni kitu gani kilikuwa kinafanya ujihisi hivyo? Mimi bwana, tuseme sometimes I'm too humble. Tuseme kitu kama hicho, Mm. niko Mm. hivi nilivyokuwa, in a way kwamba inanilimit, hata nikiongea na mtu siwezi kusema sana Mm. achievement zangu, kwa sababu Mm. yani yani nilivyokuwa mkubwa nimerealize kwamba okay, if I say it inamuinspire mtu mwingine, sio kwamba Mm. unajisikia au sio Yeah. kwamba unajionyesha. Kwa hiyo in a way inakuwa kuna balance, of course Mm. you have to be humble and grounded, Mm. lakini yeah, also kwa sababu vingine mimi pia namwamini Mungu, naona Mm. kwamba mafanikio yangu pia
sio mimi kwa akili zangu wala kwa nguvu zangu, bali ni kwa uwezo wa Mungu. So lakini vile vile nami kuto kusema hivyo Mm. na pia nakuwa namkosea Mungu, lazima niseme ili yule mtu naye mwingine aweze kupata kitu. It's like you're preaching Yeah. that, yeah, kwamba Mm. you can do it. Mm. Sio lazima ufuate njia yangu, lakini it's possible. Yeah. Yes. Na nadhani hiyo ndo kiini hasa cha mimi